Mimi siko mgeni, niko mtoto wa nyumba, ninjo kade mwatumishi hapa. Naitwa kwa jina la Pasteur Jean kwa wageni ambao hawatufahamii. Ninjo kade wa kanisa hili. Tunashukuru Mungu kutupatia neema na kibali tena cha kushimama mbele ya taifa la Bwana. Pia tunashukuru baba mchungaji pamoja na wazee kwa kutupatia nafasi sisi watoto tushimame ili tupate kuchangia maneno ya Mungu. Bwana Yesu abariki. Basi tukutanane mkitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 15 na mstari wa 15. Pia tunaandaa Luka mtakatifu sura yake ya 17 na mstari wake tutaanzia 14 hadi 19. Kumbukumbu la Torati sura 15 mstari wa 15. Ile versi moja tu. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbukumbu la Torati 15 na mstari wa 15. Na mstari wake wa 15. Ndio. Inasema hivi. Ndio. Kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri. Akakukomboa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mimi na kuamuru neno hili. Amen. Amen. Nashangilia maneno ya Bwana. Keti alafu na mstari wake wa 14 tunashuka pole pale tukitafakari maneno ya Mungu hadi 19. Luka 17:14 tunashuka mpaka 19. Nasoma jina la Yesu Kristo. Amen. Alipomwona alimwambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wako njiani wako wanaenda wakatakasika. 15. Hapo ndio nakuwa interesse. Na mmoja wao alipoona anapona, akarudia huko akimtukuza Mungu, akimshukuru Mungu kwa sauti kubwa. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Naye Biblia mtetemi alikuwa Msamaria. Maana alikuwa kabila tofauti. Yeye huyu alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akasema, hawakutakaswa wote 10? Eske hawakutakaswa wote 10? Bali wakenda viko wapi? Eske hawakuonekana wenye walikia kumpatia Mungu kumshukuru Mungu? Ila mgeni huyu akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Shangilia Bwana Yesu kwa ajili ya maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea somo kwa asubuhi ya leo ambayo inasema kutambua neema. Somo inasema kutambua neema. Tangu siku ya kwanza nilikuwa nazungumzia somo hapa kwa wale ambao wanaingia mkilte matinani, ambayo inasema nguvu ya kichwa, na wale ambao waliingia naamini kuna viwango vingine walitoka wakapanda, sababu niliongea kipengele nasema hakuna kuona pasipo kusikia. Sasa niko nakuonea wewe mwenye kusaka kilte ya asubuhi, labda ungelijua umuhimu wa kupambazuka, haungilishindaka. Acha
nikwambie hivi, sisi ambao tunasoma Biblia, ukianzia tangu Mathayo mpaka Ufunuo, ukichunguza maisha ya Yesu Kristo, utagundua kwamba Yesu muda wote alikuwa anaomba usiku na mapambazuko. Mtoto wa Yesu Kristo aseme amen. Nataka nikuambie hivi, unashindaka umatinani. Yesu alikuwa anaomba usiku na mapambazuko. Alikuwa anaomba usiku paske alikuwa anajua mtu mwenye atakontrole usiku yako, manake deja asha kontrole mchana yako. Bibi ya maana mwa dunia ya Mungu binafanyikaka usiku. Nielewe très bien. Yesu alizaliwaka usiku. Kule kaza mingi zinafanyikaka usiku. Reunion za maana zinafanyikaka. Babu ya mingi tuko humu kama tuko 200 personnes, au moins 150 ilizaliwaka. Babu ya mingi ndio wanakufaka. Unajua mafanya Mungu akikontrole usiku yako, mchana yote na kuwaka. Nguvu za giza zinajitukuzaka. Mtu unanielewa hapa? Mtu unanielewa hapa? Sasa wakikontrole usiku yako, mchana yako yote ni futi. Njoo maana nakuambia jikaze, asubuhi amka kuja kwenye mapambazuko. Ni endelee yako, haiko endelee mchungaji. Kama mchungaji anaweza kuwa analamuka asubuhi anakuja mapambazuko, wewe uko nani? Lisi wewe nani? Kama mchungaji anaweza kuwa analamukia mapambazuko, wewe dimanche ndio unakuyaka. Kama mtu mwenye anainuliwa anaweza kuwa anajisakrifie anakuya asubuhi mapambazuko, mimi mwenye sienuliwa bien aimé busiku wewe unalalaka me aujui napitikana usiku ni nini. Kwa shetani anapenda kontrole usiku yako paske anajua mchana inaanza usiku. Leo le 30e le 22 ilianza usiku na 0. Si mtu mmoja aseme amen. Salimia mwenzako ndio usiku na kosa mapambazuko. Naamini kesho tutaona mamingi huko. Probleme masikio inasikia lakini si mtu mmoja aseme amen. Niliongea hivi mapambazuko nikasema hivi, masikio yako ndio kinwa yako ya mtu wa ndani. Wewe uniratelia mingi, sijui nianzie wapi. Tuachane na vile, twende msomo. Ushakuwa concentrate, unapenda usikie sasa. Au unapenda ufike matinal, fika kesho. Fika kesho. Sema amen. Kutambua mema ndio somo ambalo tuko nayo. Kutambua mema. Kutambua mema. Kuna watu walifika wakasahau waliowafikisha. Kuna watu me bakasaulika benye waliwatoa kwa ile niveau na kuwafikisha mpaka niveau 10. Swali ya mwalimu njoo leo, uko vile gisi huko ni juu ya mtu gani? Bila ule mtu bangilikuita jina gani? Gisi wewe uko pale ni juu ya mtu gani? Bila ule mtu bangekuita jina. Mungu akubariki mama. Tukue kwanza na
tafakari kwenye tulitoka na venye walitusaidia kufikia kwenye tuko leo. Experience yenye uko nayo ni juu ya nani? Kazi yenye uko nayo ni juu ya mtu gani? Swali zangu zili kuna kuuliza kwa asubuhi ya leo. Ile Fransai yenye unajivunishia, unaiongea mzuri mzuri, ni juu ya nani? Eske aile likuwa roho yako mdogo kuchangia poke usomo ungefikiaka pale? Wala basi baba yangu mdogo akunilipiaka masomo pale kwenye ulikalaka kwake, mwezi yenye ulifanyaka, unakula chakula ya bure, unalala bure, maji ya bure. Eske hauwezi kuwa rekonesa kwa ile? Si mtu mmoja sema amen. Kwa wakati tunasema kama walituloga, kumbe ni pigo ya Mungu, sababu hatuko wa rekonesa. Tukiwa na kumbuka wapi tunatoka na watu. Leo unasaulika benye mulianza nabo maisha moma difficile, uliwalilia, ulikosewa, ukawakimbilia, ukawalilia, wakakutia moyo, wakakuiliza. Leo sababu unafanyikiwa, unawasaulika, unasema kwamba hawako tena wa level yako. Bien-aime, asubuhi ya leo niko naongea tu, tambua mema. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa inaweza kuwa mzuri, kanisa tunaweza endelea kama kila mtu anatambua mema yenye mwenzake alimfanyia. Probleme panaweza kuwa songi ni kanisa, papa mupeni, paski watu waniko wa rekonesa. Nikigundua mupeni niko hapa, bila yeye gitari basi haitapigiwa. Nikikumbuka mema ya mupeni, nitakuwa mpole na siwezi nikamwongelea mbaya. Si mtu mmoja aseme amen. Uko mema kikumbuka juu ya mtu, hawezi kuwa na muda ya kumteta. Hawezi kuwa na muda ya kumteta. Bien-aime, acha nikwambie hivi. Ukiona mtu mwenye anakuletea kama habari za wengine, anateta wengine, ujua akimaliza kuteta wale watu, weye ndio atapeleka kesho. Kuna watu ulitoka kwenye mikono yao, bila mashauri yao, bila mchango yao, haungelikuwa gisi huko leo kama unasambaratika wewe. Ndio maana kuna watu kikumbuka mema waliotufanyizia, tutawaheshimu mpaka kufa. Si mtu mmoja aseme amen. Nitaenda pole pole pour que unielewe. Pole pole pour que unielewe. Napenda uzingatie ile neno kutambua mema. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie bien-aime. Kuna watu benye abachanaki malgré banavurugana, paske balisaka eleo, balisaka découvrir benye linawapatanisha ndio ya nguvu kushinda lenye linaweza wavuruga. Ndio maana wakati mwingine hata kuchonganisha hawezi acha mwingine, hata utete hawezi acha kanisa, paske najua lenye linanipatanisha na kanisa, lenye linanipatanisha na mchungaji, lenye linanipatanisha na pastor Samuel, ni ya Mungu kuliko lenye linaweza kutuvuruganisha mimi na yeye. Mtu mmoja sema amen. Ni mara ngapi ulikuwa na
maji hapa kwenye maombi, mirago leo wanatandika hapa, uko nalia, ukaombewa, Mungu akakusaidia, unapona, lakini unapiga magoti ukalia, Baba akakushauria, akakuonya, kupatia mwelekeo. Leo unatoka kwa ile hali, haukurekonesa. Ni mara ngapi ulisaidiwa na mwenzako alijinyima juu wewe pata, akatabanisha, akauzisha na nyeko nayo kuja na wewe uone siku ya kesho. Leo angalia malipo ambayo kuna mlipo. Ni mara ngapi? Mara ngapi mtu wa Mungu? Mara ngapi? Ni mara ngapi ulilia njala? Mara ngapi ulisumbuka? Mara ngapi ulikosewa ukamkimbilia mtu akakusaidia? Leo angalia malipo unayomlipa. Acha nikuambie bien-aime, napenda ushike hii, batumishi ya Mungu, mshike huyu. Kama leo munaweza kuwa muviwango yenye mko wangu, kuna mtu mwenye aliwasogeza mfikie pale. Nikupatie conseil, mama Vero, wewe mama yangu, leo kwa kiongozi wa wamama ukitoka huko kwenda nyingine fasi, hautakuwa kiongozi, unarudia zero. Unaweza kuwa uko kiongozi wa makorale zote hapa kwa mpeni, unasimamia vyombo. Shetani kikijaribia unajipandisha chapa mnivoza yulo, kama mtaniona hapa, mimi niko maestro, mpenda kwanza niko munene, kwanza niko na botea, pia niko mausi. Ukitoka hapa wewe kusinai kiromoni, papa utarudia zero. Ufikie pale haiko fasili. Acha kucheza na kazi wewe. Mtu anapaswa kuwa reconnaissant kwenye anatoka na kwenye kunaenda. Angalia kwenye anatoka, nani mwenye alikusogeza porque ufikie pale? Ni nani? Na iko ole sana kuona mtu anakusaidia kupanda, lakini leo maneno malipo unamlipa ni kumwaipite. Iko ole sana. Binalumaka pastor, binalumaka binalumaka, tuko wanadamu binalumaka. Acha niongee binalumaka. Baba yangu ni prophet, ni mtumishi wa Mungu mkubwa kabisa, iko na chumba ya maombi. Kila leo alikuwa naombea watu. Niliona walileta watu ni wasazi wanafungiwa makamba, alipowaoshia mkono wakapona, wakaenda wakasaulika. Niliona watu walikuja, ndio munisiko nafika, baba kwa mkono wako kiniombea na mimi ndapata kazi. Walipata kazi, lakini leo hakuna hata kuja sema merci. Niliona matajiri wanakuja kwetu, matajiri kabisa, siku zao zimehesabika kwa vidole, batakufa, kivuli chao kimeshapeleka, lakini baba alipowagusa akawaombea wakapona, lakini reconnaissance hakuna. Binalumaka kuroho, wakati unatendea mtu mema anakulipa mabaya. Mama yangu, Mungu akubariki. Ambia naweza kubinalumaka. Niambilie, mwambie binatulumaka. Pastor Samir, binalumaka. Binalumaka wakati najisakrifie, najitolee, na chakula ningepatia mume wangu nakupatia, njoo wewe. Nguo yangu natoa na kupatia, nafanya yangu yote puke na wewe usingie. Lakini wakati natafuta kuvuna kwako mema, ninavuna njoo machozi. Binalumaka.